ni njia ya mauti. Kwa hiyo unaweza ukaona ni sawa kabisa, unaweza ukaona kila kitu kiko shwari, lakini nataka nikuambie mwisho wa hii njia ya wewe kujitumikia huku duniani mwenyewe, my friend, ni mauti. Hautafika mahali, hautaenda mahali, kuna mahali utakwama na mambo yatakuwa magumu. Eneo la pili, mwanadamu anaweza akachagua kutumikia, mtu anaweza akaamua kumtumikia shetani. Anaweza akachagua kumtumikia shetani. Maana yake kila unachokifanya ni kiko kinyume na Mungu. Wewe dada, umeona dhambi ni kama mazoea. Unaweza fanya dhambi na usisikie hukumu ndani. Unaweza ukafanya chochote katika mwili wa Kristo na wala usisikie shida ndani mwako. Dhambi umeizoea. Unaona tu ni mazoea, unaona tu ni kawaida. Unaona tu kila kitu kiko sawa. Maana yake huyu ni mtu ambaye ameamua kuishi na kumtumikia shetani kwenye haya maisha. Kufanya dhambi kwa makusudi na kwa mazoea fulani. Kwa lugha nyingine, Mungu amekupa cheo, Mungu amekupa kitu chochote kile. Anayeonekana sio wewe, anayeonekana sio Mungu, anayeonekana ni shetani. Ndio hile unasema huyu kuna kitu fulani hakijakaa sawa. Maana yake chochote unachokifanya kinaenda kumtukuza shetani kwenye maisha yako. Vitu unavyofanya vinamtukuza shetani. Kila unachokifanya kinamfaidisha shetani. Kiti chako pale ofisini, anayetukuzwa ni nani? Kiti chako pale ofisini ni nani anayetukuzwa? Inawezekana unafanya bila kujua, lakini kuna mtu ambaye ana uwezo wa kuweka maamuzi yake hapa duniani kumtumikia shetani. Yohana wa kwanza 3:8, tusome pale ubaoni kwa sauti. 1, 2, 3. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi ya shetani. Utakiwi sana kutumia nguvu kubwa kujua unayemtumikia ni nani. Cheki tu maisha yako. Biblia inasema atendaye dhambi, huyu ni wa Ibilisi. Maana yake kama cheo chako unakitumia kufanya ambayo yanamchukiza Mungu, wewe ni wa Ibilisi. Hata kama unanena kwa lugha, bado wewe ni wa Ibilisi. Something is wrong somewhere. Maana yake umechagua kumtumikia shetani kwenye maisha yako. Eneo la tatu ambalo unaweza ukaamua kumtumikia Mungu, kutumikia au ukaamua ukachagua kutumika, ni eneo la kumtumikia Mungu. Na hili ndilo ambalo wiki hii nzima tunajikita katika hilo eneo. Na mwisho wa yote tunaweka maamuzi, mimi na wewe tumeamua kumtumikia Mungu. Tunaungana na Yoshua, anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kumtumikia Mungu maana yake ni kuishi kwa mapenzi ya Mungu. Yaani chochote unachokifanya unafanya kwa mapenzi ya Mungu, sio kwa mapenzi yako. Kwa lugha nyingine ni kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako. Kwa lugha nyingine ni kutii hata pale ambapo ni pagumu. Inawezekana mambo ni magumu mahali fulani, lakini bado unatii. Huku ndiko ambapo tunasema umeamua kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu ni mahali pale ambapo Mungu amekupa cheo, amekupa nafasi, amekupa fedha, amekupa vitu, amekupa mali, amekupa muda, amekupa kazi. Na hivi vyote hivi unavitumia, anayeonekana ni Mungu. Ndio huyu unakutana na mwalimu wa primary, kila mzazi akija anasema huyu mwalimu ana Mungu. Haiwezekani mtoto wangu alikuwa hafai kiasi hichi na sasa hivi amebadilika ndani ya wiki 2. Haiwezekani mtoto wangu alikuwa ameshuka kwa kiwango cha chini sana, lakini toka ameingia darasa hili na mwalimu huyu nimeona amepanda viwango. Ndio huyu utakutana na daktari na kila mmoja anamfuata. Anasema sitaki mtu mwingine, nataka huyu. Kwa sababu gani? Ana kitu cha Mungu ndani mwake. Kama naongea na mtu hapa sema amina. Mtikise jirani yako mwambie chagua kumtumikia Mungu. Mtikise tena mwambie chagua kumtumikia Mungu. Maana ya kumtumikia Mungu kwa kujitoa. Ni nini maana ya kumtumikia Mungu kwa kujitoa? Maana yake namba 1 ni kumpa Mungu moyo wako wote bila masharti. Maana yake unampa Mungu moyo wako bila masharti yoyote. Dada, hapa ni pale ambapo una masharti kazini kwako. Kaka yangu, hapa ni pale ambapo una masharti kwenye nyumba yako. Usifike nyumbani kwangu nje ya saa fulani. Una masharti kadhaa, una vigezo fulani. Lakini inapofika kwa Mungu, kaka, huyu mtu ambaye ameamua kumtumikia Mungu kwa kujitoa, anamtumikia Mungu bila masharti. Maana yake anachosema Mungu, napenda au sipendi, nafanya. Huyu ni mtu ambaye anamtumikia Mungu kwa kujitoa.
Kumtumikia Mungu kwa kujitoa maana yake ni kumpa Mungu kipaumbele na sio mabaki. Kabla ya chochote dada, umeshampa Mungu nafasi. Kabla ya matumizi yako ya kila siku, umeshampa Mungu nafasi. Siku yako unapoianza, kabla hujaanza na chochote na ratiba zako, ulishaanza kumpa Mungu nafasi. Huyu ni mtu ambaye amemweka Mungu wa kwanza na sio anampa mabaki kwenye maisha yake. Kumtumikia Mungu maana yake ni kumtumikia Mungu bila kulazimishwa. Uhitaji motivator aje akumotivate ili uweze kumtumikia Mungu. Hauhitaji inspirational person aje au specialist aje akuinspire ili umtumikie Mungu. Hapa ni pale ambapo unamtumikia Mungu na hamna mtu anakusukuma. Hauhitaji nabii akwambie nenda mtumikie Mungu. Hauhitaji mwinjilisti apige kelele aongee mara 5 umtumikie Mungu. Hapa ni pale ambapo unafanya na hamna mtu anakusemesha. Yaani unasikia tu ndani unafanya. Kumtumikia Mungu kwa lugha nyingine, unabaki mwaminifu hata wakati mgumu. Inawezekana ni mgonjwa, unagonjeka. Inawezekana kuna mahali unapita, hata kazini umefukuzwa. Inawezekana hali yako ya kiuchumi imekuwa mbaya, biashara imeshuka, lakini bado wewe ni mwaminifu, unamtumikia Mungu. Huyu ni mtu ambaye ameamua kumtumikia Mungu kwa kujitoa. Tunamuona Ayubu, amepigwa kwenye eneo la uchumi, amepigwa kwenye eneo la familia, amepigwa kwenye eneo la uzao, amepigwa katika engo zote mpaka afya imepigwa, lakini alibaki mwaminifu kumtumikia Mungu. Huyu ni mtu ambaye maisha yake amesema mimi ni Mungu na Mungu ni maisha yangu. Kama naongea na wewe sema amina. Nisaidie kumtikisa jirani yako, mwambie mtumikie Mungu kwa kujitoa. Kumtumikia Mungu kwa kujitoa maana yake mapenzi yako yanabadilishwa yaendane na mapenzi ya Mungu. Huyu ni mtu ambaye haishi tena kwa mapenzi yake. Huyu ni mtu ambaye anaishi kwa mapenzi ya Mungu. Ni kweli mwili unataka hichi. Ni kweli kuna vitu unavipenda na unavitaka. Lakini kwa sababu Mungu havipendi na havitaki, unaviacha. Si kwa sababu huvitaki wewe, unavitaka, lakini Mungu amekataa. Uishi kwa mapenzi yako, unaishi kwa mapenzi ya Mungu. Huyu ni mtu ambaye ameamua kumtumikia Mungu kwa kujitoa. Kumtumikia Mungu kwa kujitoa maana yake unafanya hata usipoonekana. Una uwezo wa kutoa bilioni 1 na hamna mtu anajua umetoa. Una uwezo wa kutoa mchango fulani katika kanisa, katika mwili wa Kristo, na hauhitaji mchungaji akwambia asante. Una uwezo wa kufanya cha Mungu bila hata kupigiwa makofi. Hepa sana huu mshale dada wa kufanya cha Mungu na unataka kila mmoja aone. Yaani kuna mtu ana uwezo wa kutoa milioni 5 kwa sababu watu wanampigia makofi, lakini kwa sababu hajapigiwa makofi wala hamna mtu anayemuona anatoa 2,000. Lakini akikaa kwenye umati ana uwezo wa kutoa milioni. Ila akiona hamna mtu anamuona ana uwezo wa kutoa 5,000. My friend, hepa huu mshale. Kumtumikia Mungu kwa kujitoa ni unafanya hata usipoonekana na mtu. Oh my Lord. Mtikise jirani yako, mwambie mtumikie Mungu kwa kujitoa. Nitikisie tena na huyo wa jirani pengine tena, mwambie mtumikie Mungu kwa kujitoa. Kama naongea na mtu hapa sema amina. Katika utumishi wako dada, katika utumishi wako kaka yangu, kuna vitu vitatu kuhusu kumtumikia Mungu. Hivi uviweke kwenye kilindi cha moyo wako. Hivi uviweke kwenye kibao cha moyo wako. Usije sahau haya mambo matatu. Unaweza usahau vitu vyote, lakini my friend, hivi vitu vitatu usivisahau. Tangu Mungu aliponifundisha, niliviweka kwenye kibao cha moyo wangu. Na my friend, inapofika kwenye eneo la kumtumikia Mungu, hapo huwezi cheza na mimi. Huwezi kucheza na mimi. Kwa sababu gani? I know kuna faida ya kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu namba 1, kitu ambacho unatakiwa kujua, inalipa kumtumikia Mungu. Kaka, huku duniani kuna biashara zinalipa. Huku duniani kuna vitu unaweza fanya vikalipa. Lakini nataka nikuambie biashara namba 1 ambayo inalipa na haina hasara, investment namba 1 ambayo ukiwekeza huwezi pata hasara, ni investment ya kumtumikia Mungu. Usije sahau kwenye moyo wako, weka kwenye kibao chako. Hamna aliyemtumikia Mungu kwa kujitoa na akabaki na hasara. Hamna aliyemtumikia Mungu kwa kujitoa na akapata kushindwa. Ndio hii Biblia inasema mimi ni Mungu nikufundishaye kupata faida. Anatuambia nini? Mungu anatuambia kwamba mimi sio Mungu wa hasara. Mimi sio Mungu nitakaye kufanya ufilisike. Mimi sio Mungu ambaye nitakufanya maisha yako yadumae. Mimi ni Mungu ambaye nitahakikisha maisha yako yanapanda. Mimi ni Mungu ambaye nitahakikisha unapata faida kwenye kila unachokifanya. Mtikise jirani yako, mwambie mtumikie Mungu kwa kujitoa.
Nisaidie tu, hata kama unaona ninakusumbua. We mtikise jirani yako, mwambie mtumikie Mungu kwa kujitoa. Hivi unajua kuna mtu ambaye haezi nisikia mimi, lakini wewe ukimsikilizisha anasikia zaidi. Kwa hiyo ninapokuomba nisaidie, ninamaanisha kuna watu wengine hawawezi nisikia ninachosema, lakini wewe ukimsemesha anasikia. Hebu mtie moyo kwa nguvu tena, mwambie mtumikie Mungu kwa kujitoa. Kama naongea na wewe sema amina. Jambo la pili ambalo hutaki kusahau kaka, faida za kumtumikia Mungu zinaanza hapa duniani na tunaenda nazo mpaka mbinguni. Mungu hataki uteseke.